Unapata dalili zote za mimba, hasa matiti kujaa, kuuma, maumivu chini ya kitovu, kukosa hedhi, lakini unapoenda kupima unakuta mimba ile hauna, ama unakaa baada ya muda unakuja unakuta siku zako tayari, lakini hapo nyuma umeshapitia dalili zote za mimba, lakini cha ajabu unakuta hauna mimba mwisho wa siku. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria kuwa homoni katika mwili wako hazina uwiano mzuri, ambayo inakupelekea kupata dalili zote za mimba, lakini pia mimba ile hauna. Na hata pia kuna wengine inawapelekea wanapoingia katika tendo la ndoa, ama swala zima la tendo la ndoa, ukiwaona unakuwa mkavu kabisa, na hata kupelekea kutokupata hamu ya tendo la ndoa kabisa. Hii yote husababishwa na homoni kuvurugika. Na homoni kuvurugika, zipo sababu nyingi ambazo hupelekea hii hali, ikiwemo vyakula tunavyokula vya kisasa huchangia pakubwa, na hata pia maambukizi ya magonjwa hasa PID, fungus, na hata pia UTI, lakini pia kwa watumiaji wa uzazi wa mpango. Hapa uzazi wa mpango tunaongelea sindano, kijiti pia na vidonge, huchangia pakubwa, kwa sababu uzazi wa mpango unazalisha sumu mwilini, ambapo inaenda kuvuruga homoni zote zile za uzazi, hasa progesterone na estrogen. Kutokuwa na uwiano mzuri wa hormones, mwanamke lazima atapitia dalili kama hizo, na ataka kushindwa kuweza kubeba ujauzito kwa muda mrefu, na pia kumsababishia ukomo wa hedhi mapema, hasa miaka 38 hadi 40. Utakuta mwanamke tayari ameshafunga hedhi yake, ili kwa sababu ya kutokuwa na uwiano mzuri wa hormones. Na hormones kuvurugika muda mrefu, kinga ya mwili hushuka, kupelekea mwanamke kupata mauvimbe kwenye kizazi, na hata kwenye mayai, ovarian cyst lazima, lakini pia maambukizi ya PID.